watatu wako pamoja. Mbona wananiambia kitu the same? Na nikaona hapana, nisiingie njia yenye nilikuwa nimeingia. Na ninashukuru Mungu kwa hiyo. Mambo inaweza kuwa mengi, lakini angalia tu Mungu vyenye mimi niliangalia Mungu, na saa hii tu kutoka Friday nimeanza kuona neema ya Mungu. Nimeanza kuona upendo wa Mungu. Mungu amenirudisha mahali nilikuwa. Safari ya Mungu ikuangi rahisi. Kuokoka ikuangi rahisi. Marafiki zangu wanaweza kuambia tu kama yote nilikuwa nayapitia, niliongea kazini akani. Kaa hapo na kuokoka yako. Utateseka tu kabisa. Angalia mimi siteseki. Nakula hapo nafanya nini, siendaki kazi, sijui sisomi Biblia, sifanyi kitu. Kaa hapo kila time unasema unateseka, kila time sijui unayapitia. Nikafika hapo nikasema, si nifuate njia yake yenye anatembea. Hakuna maboda yana shida kuniambia sijui omba, sijui soma Biblia. Hapo ndio shida nimefika hapa ndio. Ndani na shida kuniambia sijui basi fulani inasema nini. Eti enda kanisani omba. Sijui nilikuwa nimefika hapo kuona hapana. Yenye wako awani kanisa maisha yako kwa mimi kuteseka tu, nateseka na wokovu. But kupitia ndani ya apostle naombea baraka. Walifanya nirudi mahali nilikuwa naniona Mungu hajaniacha. Amesimama na mimi. Na bado vita ziko, mniendelee kuniombea, muombee familia yangu, muombee mtoto wangu. Vitiko mingi. Vitiko sana kwa maisha ya mtoto wangu. Niliruhusu wa kwanza, but sasa hivi vita iko ndani ya huyo kijana Destiny. Iko vita saizi zote, pale nimezaliwa na pale ametoka. Pale yaani mtoto ndiye ako vita, si nyingi sana mtoto. Naomba tu maombi yenu about Destiny Agindo na familia yangu isimame pangu. Isiangalie ile ni baraka. Sina Destiny hiyo na kwa testimony tunajua hiyo siku chenye nilipitia na chenye nilipendi. Nafikanga tu mwisho naambia Mungu kwa nini. Nikitaka tu Destiny, Mungu nipe. Kama Destiny tumepanga nipitie haya, basi niambie sababu. But nikitaka tu jina Destiny, Mungu wangu anasimamanga na mimi. Nashukuru Mungu kwa hii neema yake, kwa anirudishe tu mahali nilikuwa bali nilikuwa nashukuru Mungu na kuja naibia Mungu na msifu. Nirudi kwa hiyo njia yangu takatifu ya kujua Mungu ndiye sababu. Nisiangalie ni marafiki zangu wananiambia. Nisiendelee tu kusimama. Praise the Lord. Nashukuru Mungu. So mtoto wako ataishi. Amen. Hakuna mtu atamuua. Amen. Ataishi. Washangae. Ng'ombe yako ikoaje? Sai. Iko sawa, nimepiga simu asubuhi nikaambiwa ng'ombe iko sawa. Yeah. Bando tu yeye yenye walikuwa nalala kuikalisha, niliwaambia achaneni nayo. Acha Mungu atukaribia, hakuna maana mlale nje. Kuku ndio bado hazijakuwa poa, hizo mbili zimebaki bado hazijakuwa na nafuu. Hizo zingine wameweka hapo tu juu, hizo bado ziko na statement ya kesho. Hiyo yenye napelekwa kotini ndio napiganiwa kesho. Kuku zinaishi pia. Amen. Posa alisema ng'ombe inaishi huku. Hata yeye inaishi. Na mtoto wako hakuna mtu anaua. Amen. So Mungu amemshindania huyu dada, na watu walikuwa wanamfuata wamemsumbua maisha, wanataka kuua hadi investment zake na ng'ombe na nini. Lakini Mungu naye na huo Mungu wetu wa Lahaim Church, ng'ombe tumesema leo si wanadamu tu, hadi wanyama wataishi. Mwenye alikuwa anataka kuua ng'ombe, sema ng'ombe inaishi. Na utuambie Sunday inaishi. Iko na mimba? Iko na mimba, nilinunua pregnancy. Nikinunua mwenyewe aliniambia iko na miezi 3. Sasa vyenye mwenyewe ameniambia nimebakisha next month nipate. Niliwekea dawa hiyo siku on Friday. Zikawekwa dawa zote Friday. Akaanza kuingia mwezi wa 4. Nilinunua mwezi December, mwezi hii ikawekwa makaratasi kameza, ikakufa. Ya pili on Friday ikawekwa kuku, zikawekwa dawa, ng'ombe ikawekwa dawa. Sasa kuku viezi kufa, hata ng'ombe nilikuwa na ngozi kufa. Moja kakufa nikabakisha iko pregnancy. Moja kufa mwezi wa 4. Ingine ndio hii imekufa. Hizo kuku zimekufa, kuku mbili zilikuwa 4. But hizo zingine bado hazina nafuu. Mbili tu zimebaki hazina nafuu, ndio wamesha kufa. They are fine. Your cow live. Amen. There is enough anointing to make even animals live. Sasa unajua
hiyo maziwa utaniletea hapa nikunywe. Ukaiendea. Huyo ndama akizaliwa. We bless God. Amen. Alikuwa anasikia kama Mungu amemwacha juu mali yake yenye ameinvest, amenunua, mtu amekuja anataka kuua zote. Yaani kumharibia life. Ukienda kwa station naenda na narudi. Hakuna kitu ninachofanya. Unajua hiyo si mara ya kwanza, si mara ya pili. Mtoto wa kwanza aliuliwa ukiona. Hivyo na hivyo. Wa pili akiwa wiki 2 ilikuwa anatoka kliniki. Tumeza kijana huyu naua. Kena chief ukaandika unakaa na babu umesainiwa. Huyu mtoto akikufa umesainiwa. Mtoto ako na shida gani? The devil is a liar. Mimi nilikuwa nimefika mahali. Hakuna mimi na Mungu. Mimi naenda tuone mtu aende asahai. Basi kaenda mahali alikuwa sijui kuna kitu mrudisha. Akakuta uko hapo mimi nagia na mpaki vitu zangu. Nikamwambia akaniuliza nini? Kamweleza mtu telefoni. Kaniambia hata tulikia post. Nikamwambia tayari hapana, nimesema no sio. Naenda. Nimeruhusi hata nimemaliza kulipa loan leo. Eti ndio sasa vitu zimekuja sana gani hiyo. But God. Amen. Sahi. Mungu ananitia nguvu. Na nasimama na vitu. Kuiona hiyo 70k isa nini chini ni neema ya Mungu. Haikufi. The cow lives. The devil is defeated. Maziwa unaniletea mimi ndakunywa hiyo. Hiyo sana naenda na email hiyo siku tunaiendea. Amen. And destiny lives. Amen. Amen. Na huyo mwenye alijigamba mambo kwake ni mbaya. Nilisema. All right, we thank God.